Je, uko tayari kwa ukweli utakao kuumiza moyo? Karibu katika sehemu ya 4 ya Mke wa Kaburini. Kama bado hujafanya hivyo, bonyeza alama ya jumlisha hapo kando, like video hii na share kwa watu wako wa karibu. Tunakaribia kufika mwisho wa fumbo hili. Je, moyo wako una nguvu ya kutosha? Twende kazi. Ukimya wa mauti ulitawala ndani ya jengo lile lililokuwa likitoa moshi milimani Mwanza. Elias alisimama katikati ya miili ya walinzi na mwili wa Mark uliokuwa umelala chini bila fahamu. Moyoni mwake alihisi mapigo yakimwenda mbio. Hakupoteza muda, alikimbilia gari lake na kuanza safari ya saa 10 kuelekea Dar es Salaam. Safari ya maisha na kifo. Kila kilomita aliyokata, sauti ya Sasha ilikuwa ikijirudia kichwani mwake. Pasua jiwe la msingi la kaburi langu. Ndani ya lile jeneza kuna siri ya dunia. Elias alifika Dar es Salaam wakati jua la asubuhi likianza kuchomoza, rangi yake nyekundu ikionekana kama damu iliyomwagika angani. Aliegesha gari nje ya makaburi ya Kinondoni. Alikuwa amebeba nondo na nyundo nzito. Makaburi yalikuwa na ukimya wa kutisha, upepo baridi ukivuma huku ukisogeza majani makavu. Alisimama mbele ya kaburi lililoandikwa jina la Sasha. Machozi yalimtoka. Kaburi ambalo kwa mwaka mzima alidhani lina mwili wa mke wake, kumbe lilibeba ushahidi wa mauaji ya pacha asiye na hatia. Bila kuchelewa, Elias alianza kupiga lile jiwe la msingi. Sauti ya nyundo ikigonga saruji ilipasua ukimya wa makaburi yale. Mikono yake ilijaa malengelenge, jasho likimtiririka, lakini hakujali. Baada ya nusu saa ya kazi nzito, saruji ilipasuka na kuacha wazi sehemu ya jeneza. Elias alitetemeka, alishusha pumzi ndefu na kusukuma kifuniko cha jeneza lile. Harufu ya dawa na sanda ya zamani ilimshika puani, lakini alichokiona ndani kilimfanya apige yowe la uchungu na kuanguka kwa magoti. Ndani ya lile jeneza hakuwemo pacha wa Sasha pekee. Sara alikuwa amelala hapo, uso wake ukiwa umefanyiwa upasuaji wa kutisha kufanana na Sasha, lakini kifuani mwake Sara alikuwa amekumbatia picha ya mtoto mdogo. Chini ya picha hiyo kulikuwa na flash drive iliyofichwa kwenye nguo ya mtoto mchanga. Elias alichukua ile flash drive huku mikono ikimtetemeka. Ghafla, kivuli kikubwa kilimfunika akiwa bado ameinama kaburini. Sauti baridi ilisikika nyuma yake ikisema, hukutakiwa kufika hapa Elias. Shadow Vale hawapendi watu wanaochokonoa kaburi la siri zao. Elias aligeuka kwa kasi, hakuamini macho yake. Alikuwa ni mkuu wa polisi wa mkoa akiwa ameshikilia bastola iliyoelekezwa kichwani mwa Elias. Lakini nyuma ya yule polisi, gari jeusi lilisimama na kiongozi yule mwenye kovu usoni aliyemchukua Sasha kule Mwanza alishuka akiwa na tabasamu la hatari. Sasha alikuambia mimi ni rafiki yake? Aliuliza yule kiongozi mwenye kovu huku akicheka. Sasha ni mtaalamu wa kudanganya akili za watu Elias. Alikutumia wewe kufika hapa ili ututolee flash drive ambayo yeye asingeweza kuipata akiwa chini ya ulinzi wa Mark. Sasa nipa hiyo flash drive au nimalizie alichokianza Mark kule Mwanza. Elias alitazama flash drive mkononi mwake, akalitazama kaburi la Sara na kuwatazama watu waliomzunguka. Aligundua kuwa amekuwa kete kwenye mchezo wa watu wakubwa. Je, Sasha alimtumia Elias kama chambo ili kupata siri hiyo? Na nini hatma ya Elias akiwa amezungukwa na maadui katikati ya makaburi? Ikiwa picha ya mtoto ilikuwa ndani ya jeneza, je, mtoto huyo yuko hai au ni sehemu ya mradi wa Shadow Vale? Na je, yule kiongozi mwenye kovu ni nani hasa kwa Sasha? Tuachie maoni yako sasa. Unadhani Elias atafanya nini? Sehemu ya 5 itakuwa ya mwisho na yenye majibu yote. Utafanya nini ukigundua kuwa kwa miaka 10 mwanamke uliyekuwa unalala naye kitanda kimoja sio binadamu wa kawaida? Kwamba kila busu alilokupa lilikuwa ni sehemu ya mradi wa kisayansi na wewe ulikuwa sanduku la nyama uliyeficha siri ya kuiteketeza dunia? Kabla tujafika mwisho wa fumbo hili, bonyeza alama ya jumlisha hapo kando, like video hii na share kwa watu wako wa karibu. Karibuni katika hitimisho la kusisimua la Mke wa Kaburini. Ukimya wa makaburi ya Kinondoni ulichambwa na kishindo cha gari jeusi. Elias alihisi ncha ya baridi ya bastola ya mkuu wa polisi ikigusa kisogo chake. Kwa mbali yule kiongozi mwenye kovu alikuwa akimkaribia akicheka kwa dharau. Mkuu wa polisi alimsukuma Elias mbele kwa nguvu na kumkabidhi mbele ya yule kiongozi mwenye kovu kama bidhaa.
"Huyo hapa ufunguo wenu," mkuu wa polisi alisema kwa sauti ya usaliti, kisha akarudi nyuma hatua kadhaa na kusimama pembeni akiwa amekunja mikono kifuani akishuhudia tukio lile na tabasamu la ushindi, akisubiri kuona mwisho wa Elias katika mwanga huu wa alfajiri. "Ulimwacha Mark kule Mwanza akiwa hajitambui, Elias," yule kiongozi aliongea. "Mark alikuwa mwangalizi wetu tu. Kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha Sasha hatoki kwenye mstari. Lakini Sasha alikuwa na akili kuliko Mark. Alimtumia Mark kama kizuizi ili wewe upate muda wa kufika hapa." Elias, huku mikono yake ikitiririka damu chini ya mwanga wa asubuhi, alitazama picha ya mtoto ndani ya jeneza. Huyu mtoto ni Sasha. Sara hakuwa pacha wake. Sara alikuwa mama wa Sasha. "Hongera," kiongozi mwenye kovu alicheka. "Sara alijaribu kutoroka na siri yetu, tukamzika akiwa hai. Tulimchukua Sasha toka kwa Mark kwa sababu Mark alilegea na kuanza kumwonea Sasha huruma. Sasa nipe flashi hiyo." Ghafla gari lingine lilivamia eneo lile kwa kishindo. Milio ya risasi ilisikika mfululizo ikipasua ukimya wa asubuhi. Katikati ya vumbi na moshi, mwanamke alishuka akiwa na silaha. Alikuwa Sasha. Alimfiatulia risasi yule kiongozi na kumvuta Elias nyuma ya kaburi imara ya marumaru. "Elias, nisamehe," Sasha alinong'ona huku akimshika Elias mikono yenye damu. "Mark hakuwa mume wangu, alikuwa adui yangu aliyevaa ngozi ya rafiki. Nilikuhitaji ufungue kaburi hili kwa sababu ya damu yako." "Damu yangu? Mimi ni nani kwako, Sasha?" "Shadowvale hawakukuchagua uwe mume wangu kwa bahati mbaya," Sasha alieleza kwa haraka huku akihema. "Mimi siyo binadamu wa kawaida, Elias. Nilitengenezwa mahabara kwa kutumia DNA za Sara. Mimi ni kiumbe wa kibiolojia niliyeundwa ili kutekeleza amri za Shadowvale. Miaka 10 iliyopita ulipofanyiwa upasuaji wa moyo, walikupandikiza biochip kwenye mshipa wako mkuu. Wewe ukawa sanduku la binadamu. Flashi hii inafunguka kwa damu yako pekee iliyochanganywa na mionzi ya ile chip. Mimi nilipangiwa kukulinda kama mali, lakini Elias, nilijifunza kukupenda kweli. Damu yako imefungua siri ambayo wanakutaka ukiwa hai ili uendelee kuifungua kote duniani," Sasha alisema huku akibonyeza kifungo cha saa yake. "Lazima siri hii ipotee leo. Kimbia Elias, kimbia na usitazame nyuma." Elias alikimbia kwa kasi ya ajabu kuelekea nje ya kuta za makaburi. Sekunde chache baadaye, mlipuko mkubwa uliyeyusha mwanga wa asubuhi, ukiteketeza kila kitu: kaburi, kiongozi mwenye kovu na Sasha mwenyewe. Elias alisimama kwa mbali akitazama moshi mzito ukipaa kuelekea angani, akihema kwa shida. Ghafla msafara wa magari ya kikosi maalum cha usalama wa taifa ulivamia eneo lile. Elias alishuhudia kwa mbali jinsi mkuu wa polisi, akiwa bado ameduaa kwa mlipuko, alivyovamiwa na wakuu wake wa kazi. Alipigwa pingu pale pale mbele ya macho ya Elias, huku akiburutwa kuelekea kwenye gari la jeshi, tuhumiwa kwa uhaini. Miezi 3 baadaye, Elias amekaa ufukwani mwa bahari. Mkononi ameshika picha ya yule mtoto. Dunia inajua Sasha alikufa, lakini mtoto mmoja anampita na kumwachia karatasi: "Nilikuambia mimi ni mtaalamu wa kudanganya akili za watu. Tukutane pale tulipoonana mara ya kwanza. Safari ya lipizaji kisasi ndiyo inaanza." Elias anatabasamu. Shadowvale wamepoteza ufunguo wa sanduku, lakini mke wa kaburini bado anapumzika. Mwisho.